katika hikma ambazo tunapewa sisi, anasema ukiwa na rafiki yako mpenzi kabisa, basi usikubali kushare naye biashara au kuwawabia katika biashara. Kama hutaki kumpoteza rafiki yako, kama hutaki kumpoteza mwenzako, mpenzi wako, basi usishirikiane naye katika kitu kinachoambatana na mambo ya pesa. Kwa sababu huu urafiki huu ambao wewe unauthamini sana, ukishaingia tu mambo yanayohusiana na mambo ya hela, uko hatarini. Kwa hiyo mwache rafiki yako afanye biashara atakavyofanya, na wewe fanya za kwako. Na hata akija kukukopa sahibi yako au rafiki yako akikwambia, bwana sahibi yangu mkubwa, mimi nimeona sina pahala nije kwako, matatizo ni mengi, naomba unikopeshe at least $50,000 nitakurudishia baadaye. Rafiki yako anakuja kukopa, basi usimkopeshe. Mwambie, sahibi yangu, wewe ni sahibi yangu mkubwa na mimi siwezi kurudi nyuma kwa ombi lolote ambalo wewe unaniomba, na hizo $50,000 ambazo unazitaka, hizi hapa mimi nakupa, lakini sio deni, mimi na wewe hatukopeshani. Chukua, fanya shughuli zako. Kwa sababu gani usimkopeshe rafiki yako? Huenda ukawakosa wote wawili. Utakosa pesa na utamkosa rafiki, au huenda ukamkosa mmoja wao. Ima utazikosa pesa zako, na ukishakosa pesa zako na mwingine yuko hatarini. Kwa hiyo sahibi yako, mpenzi wako, rafiki yako mkubwa akikukopesha pesa au akiingia kwako kukopa, wewe usimkope, mpe tu. Kwa sababu deni linafukuza rafiki, deni linavunja usuhuba, linaleta maharibiko katika relationship. Utawakosa wote wawili, utazikosa pesa na utamkosa rafiki yako mpenzi unayemthamini. Kwa hiyo mgaie tu kama unazo, mwambie hili sio deni. Wa hakadha sharaka katika mambo ya business.